Okay, tena Swahili community, kama kawaida hujaangalia movie mpaka uangalie movie, na leo tena niko na kigongo kingine kwa jina la Bad Boys 2024. Basi kuwa nami mpaka mwisho. Bana, movie hii inaanza na kijana mmoja aliyekuwa amemaliza kupasha misuli na ghafla aliona mfungwa mwenzake akimfuata huku akimtazama kwa vitisho. Alihisi kuna kitu hakijakaa sawa. Alitazama huku na kugundua walinzi walikuwa wakimkwepa machoni kwa makusudi. Wafungwa hao wawili walipomkaribia walifichua vishikio vya mswaki vilivyokuwa vimenolewa na hatari, kumbe wanataka kumfanya hamna. Hiki kitendo kilimfanya aelewe kinachoendelea. Kwa utulivu aliendea nguo zake, kisha akatoa sahani iliyokuwa nzito na kuifunga kwa nguo zake. Bana, kwa chombo chochote kinaweza kuwa hatari. Kwa muda mchache sana tu aliangusha kundi zima sawa na muda wa kuvuta sigara nusu. Wanaume huyu mkatili ni nani? Anaitwa Armando, mwenye umri wa miaka 25 mwaka huu katika sinema ya Bad Boy 3, na aliongozwa na mama yake mwenyewe Aretis. Aliwaua maafisa wengi wa polisi na wasomi, hata kapteni mkongwe Howard alipoteza maisha mikononi mwake. Uhalifu aliofanya au kusameheka na hatimaye alifungwa jela na Mike, baba yake alikuwa askari. Basi bana, miaka mingi ilikuwa imepita. Mike ambaye sasa ana zaidi ya miaka 50 alimuoa Dr. Christine ambaye alikuwa akimhudumia na kumjali sana, na wawili hao wakaingia kwenye ndoa yenye furaha. Watu wengi walifikiri Captain Rita angeishia kuwa na Mike, lakini iligeuka kuwa alipata mpenzi mwingine, Adam, aliyekuwa meya wa Miami. Wawili hao walihudhuria harusi ya Mike pamoja, wakiwa wameambatana na binti yake Howard aitwaye Judy na mjukuu wake Kali. Marcus aliwatambulisha kwa furaha kwa kila mtu na hata aliwalika waseme maneno machache. Kila mtu aliinua glasi zao kuwatakia wanandoa furaha ya miaka mingi, na mara tu baada ya hapo muziki ulianza na wageni wote wakaanza kujitosa kwenye dansi. Marcus alicheza kwa nguvu kubwa na alikuwa ndiye aliyeng'ara zaidi kati ya wote. Alikuwa anatoa kila kitu kwenye miondoko ya dansi, lakini ghafla uso wake ukaonyesha maumivu makali sana na Marcus alijikuta taratibu anaanguka chini. Mike alipoona hivyo alikimbia haraka kutoa huduma ya dharura kwa Marcus ambaye alikuwa amepoteza fahamu. Katika ndoto yake Marcus alijikuta amesimama kwenye pwani iliyotengwa na akaona marehemu Howard akiwa pale. Howard alimwambia Marcus kuwa bado si wakati wake wa kufa, kisha akamkaribia Marcus na kumnongoneza maneno machache sikioni mwake. Marcus alitabasamu kwa mwangazo wa furaha. Mara tu baada ya hapo aliamka kutoka kitandani hospitalini akiwa na tabasamu usoni. Marcus alisimama juu ya paa la jengo akihisi furaha ya kuishi tena. Helikopta ilikuwa ikitua taratibu juu ya paa hilo. Upande mwingine wa jiji la Miami, mtu alikuwa akishuka kutoka kwenye ndege alikuwa mfalme wa biashara ya cocaine kutoka Mexico. Huyu alitambulika kama James. Alikuwa ameandamana na Walker. Alifanya kazi yake benki na kutaifisha fedha chafu za madawa za kulevya. James alipoingia chumbani alirusha kadi ya biashara mezani ikiwa na picha ya marehemu Howard. James alimtaka Walker aingize kiasi cha pesa kwenye akaunti ya benki ya Howard. Aliposema hivyo alimuita mpenzi wa Walker karibu na akatishia kuwa ikiwa Walker hatotii alichomwambia basi atamwambia mke wa Walker kuhusu uhusiano wao. Walker alipoona hivyo alikubali na akahamisha dola milioni 20 kwenye akaunti ya Howard. Baada ya muamala kukamilika, James alimmaliza Walker kwa ukatili na hata mpenzi wake hakuweza kuepuka hatima yake. Asubuhi iliyofuata Mike alipokuwa akifanya mazoezi, ghafla alipokea taarifa kwenye simu yake, na alipofungua zilikuwa ni habari za kushtua sana. Ripoti zilionyesha kuwa wakati Howard akiwa madarakani alishirikiana na wasafirishaji wa cocaine akiingiza kiasi kikubwa cha dawa hizo Marekani na kupata faida kubwa kupitia shughuli hizo haramu. Marcus na Mike walipoona habari hizo walikimbilia kituo cha polisi na wakaingia kwa nguvu kwenye kikao muhimu, kwa sababu hawakuamini kabisa kuwa Howard angeweza kufanya jambo kama hilo. Lakini mkurugenzi wa FBI Grace alisisitiza kuwa kila kitu kilikuwa wazi. Walikuwa wamekusanya kesi zote za usafirishaji wa cocaine kwa miaka mingi na kugundua kuwa dalili zote zilimwelekeza Howard. Grace alisema kuwa wiki 2 zilizopita mtakatisha fedha wa genge la cocaine alikufa kutokana na mzozo wa mapenzi, na walipata simu yake katika eneo la tukio. Ndani ya simu hiyo kulikuwa na mawasiliano na ujumbe wa maandishi kati yake na Howard pamoja na taarifa za akaunti ya benki. Licha ya ushahidi huo, Marcus na Mike bado hawakuamini. Howard
kuwa msaliti. Mike kwa hasira alizokuwa nazo kidogo apigane na Grace. Hali ilipoanza kuzidi kuwa mbaya, Rita akaingilia na kuwatenganisha wawili hao. Wakati huo binti wa Howard, Judy, aliingia kama mrithi wa baba yake. Alitaka kujua chanzo cha tuhuma dhidi ya baba yake. Mike alijitokeza mbele akikusudia kumshauri Judy kutoshiriki, akihofia kuwa jambo hilo lingeathiri kazi yake, lakini Judy hakumsikiliza na alimwambia, "If it wasn't for your goddamn son, my father would still be alive. If I see him on the street, I swear in my father's name, I definitely won't let him live." Kibombo fulani hivi. Mike akiwa ameshambuliwa na Judy aliondoka kwa hasira kwenye chumba cha mkutano, huku Marcus akimvuta mbali. Sasa wawili hao waliweka lengo moja, kuchunguza ukweli wao wenyewe ili kurejesha heshima ya Howard. Walianza na mwana wa Mike ambaye zamani alikuwa muuzaji wa cocaine. Katika gereza la shirikisho huko Florida, walikutana na Armando ambaye alikuwa anatumikia kifungo chake kwa miaka 4. Kupitia mazungumzo yao na Armando, waligundua kuwa Howard hakuwahi kushirikiana na usafirishaji wa cocaine. Alikuwa anawachunguza kwa siri. Sababu iliyomfanya aingizwe kwenye orodha ya watu wa kuuawa ya Redis ni kwamba mtu kutoka ndani ya jeshi la polisi alitaka afe. Armando alisema kuwa aliwahi kukutana na mtu huyo mara moja, lakini hakufahamu jina lake. Wakati Mike na Marcus walipokuwa wakikusanya taarifa kutoka kwa Armando, upande mwingine sasa wa James naye alikuwa akitafuta ushahidi wa hatia uliokuwa umefichwa na Howard. Msaidizi wake aliweza kudukua simu na kompyuta ya marehemu Howard na kugundua kuwa vifaa vyote vilikuwa na security ya kawaida tu, na alifanikiwa kuvunja password. Akawa anafurahia mafanikio yake, lakini kompyuta hiyo ilituma faili moja kwa moja, na mtu alipokea faili hilo alikuwa ni Mike. Ilikuwa ni ujumbe wa siri ambao Howard alikuwa ameacha kabla ya kifo chake. Katika video hiyo Howard alieleza kuwa tayari alijua asingeishi kwa muda mrefu, kwani msaliti alikuwa ameonekana ndani ya idara ya polisi. Alisema kuwa ufunguo wa kutatua kesi hiyo alikuwa mtu aliyejulikana kwa jina la utani la Collar Giant. Video hiyo ilikatika ghafla na ilibidi wamuulize Fletcher kuhusu Collar Giant na kwamba alikuwa ni nani huyo mtu. James alikuwa tayari ameweza kufuatilia mahali simu ilipotuma faili na aligundua walengwa walikuwa Mike na Marcus. Baada ya hapo, Mike na Marcus walienda kwenye jumba la sanaa nje ya jiji ili kuweza kukutana na Fletcher. Wale waliotazama sehemu ya kwanza wanamkumbuka huyu Fletcher kama mfungwa wa zamani aliyekuwa mtaalamu sana wa mambo ya kompyuta ambaye Howard alimchukua kumsaidia. Mike na Marcus walieleza shida yao, lakini Fletcher aliepuka kujibu wazi. Alisema tu Howard alimuomba afiche faili muhimu alilokuwa akilizungumza kwa muda mrefu, lakini alikataa kusema lilipo. Marcus alikasirika na alitoa bastola na kumwelekeza Fletcher. Fletcher alipoanza kusema mahali faili lilipofichwa, ghafla James alifyatulia risasi. Huyu mtu katoka wapi? Marcus alimuona James akijificha na wafuasi wa James walianza kufyatua risasi kujaribu kuwazuia Mike na Marcus, na mapambano ya risasi makali yakaanza ndani ya korido nyembamba. Licha ya mapigano makali, hakuna upande uliweza kupata ushindi wa haraka, lakini ujasiri na uimara wa Mike na Marcus ulizidi matarajio, hivyo wanaume wa James wakalazimika kurudi nyuma. Marcus na Mike walikimbiza kundi hilo, lakini walizidiwa, na Marcus aliruka juu ya kofia ya gari lililokuwa linapita na kuanza kufuatilia. Wakati huo Mike alipokuwa anajaza risasi mpya, ghafla alipata kizunguzungu na alishuhudia makatelo wakihepa mbele ya macho yake. Waliporudi kwenye jumba la sanaa sasa, maafisa wa polisi walianza kuchunguza na waligundua QR code iliyokuwa imefichwa. Kwa msaada wa mtaalamu wa kompyuta waliweza kuiskana na kupata video nyingine ya Howard akieleza matokeo ya uchunguzi wake kwa undani zaidi. Takribani miaka 9 iliyopita, Howard aligundua kuwa baadhi ya maafisa waandamizi wa polisi walianza kushirikiana na wasafirishaji wa cocaine. Alianza uchunguzi wa siri, lakini kila alipofikia hatua ya muhimu, taarifa zilivujishwa, na alipotafuta msaada kutoka kwa wastaafu wawili wote waliuawa. Howard alifikiria kuacha Mike na Marcus waendelee na uchunguzi, lakini akaacha kwa sababu alihofia nao wangeuliwa.
Katika video hiyo, Howard alitumia maneno ya mafumbo kueleza mahali alikoficha ripoti ya uchunguzi. Mike alifikiria kwa muda na kuelewa Howard alikuwa akimaanisha mahali gani. Siku iliyofuata, Armando ambaye alikuwa bado gerezani pia alianza kufuatiliwa, na hapa ndipo tukio la mwanzo wa hadithi lilipoanzia. Baada ya kujua mwanawe ameshambuliwa, Mike alimuomba Adam amhamishe Armando kwenda mahali salama kwa sababu taarifa alizokuwa nazo zingesaidia kufichua usaliti ndani ya polisi. Adam, akijua uzito wa jambo hilo, alisita kidogo, lakini hatimaye alikubali. Baadaye, chini ya ulinzi wa polisi, Armando alipandishwa kwenye helikopta. Mara tu alipopanda, Mike na Marcus walinyang'anywa silaha zote na vifaa vya mawasiliano. Helikopta ilipoanza kuruka, James na msaidizi wake walionekana kwenye cockpit. Marcus alihisi jambo haliko sawa, na alipoelekea mbele, James alimrusha nje ya cockpit kwa nguvu. James alitumia bastola ya Mike kuwaua walinzi na kufungua mlango wa mizigo ya nyuma. Mike akarukia kumkabili James. Marcus naye akaanza kupambana na msaidizi wa James. Wakati wa mapambano, kioo cha mbele cha helikopta kilipigwa risasi na kuvunjika, na helikopta ikaanguka kwa kasi kuelekea ardhini. Parachuti iliyogemea kwa bahati mbaya ikafunguka, ikimvuta mmoja wa wauzaji wa kokeni kutoka nje ya helikopta. Lakini vita kati ya Mike na James haikuwa imekwisha. James alikanyaga switch ya kufungua behewa na Mike akarushwa nje. James naye akaruka na kulipua bomu kwenye injini ya ndege, na ilisababisha helikopta kutikisika vibaya na mkanda wa usalama uliokuwa ukishikilia behewa ukakatika. Mike alirukia mkanda huo na Marcus akamkimbilia kwa haraka, akauchukua mkanda kutoka kwa Mike. Mike alimkagua mlinzi aliyekuwa amekufa na kupata funguo, na alipofungua behewa walianguka wote kwenye ziwa. Bahati nzuri ni kwamba eneo la kuangukia lilikuwa salama na wote watatu wakatokea majini wakiwa salama. Polisi walipofika eneo la tukio na kukagua miili, waligundua watu watatu walikuwa hawapo. Na walipogundua hawa watu watatu walikuwa hawapo, polisi walianza kufanya uchunguzi. Maana walipounganisha matukio, polisi waliamini Marcus na Mike walikuwa wakishiriki na wauzaji wa cocaine. Judy kama kamanda alitoa agizo kali kuwa watatu hawa wakamatwe kwa gharama yoyote ile. Tukio hilo likazua taharuki kwenye mitandao ya kijamii. Ripoti ya kitaalamu ya silaha pia ilithibitisha kuwa Mike ndiye aliyewaua walinzi. Mashujaa wa zamani wa Miami sasa walikuwa wakimbizi wanaosakwa kila kona, huku polisi wakitumia nguvu kubwa kwa wasaka wote watatu. Bana, hujaangalia movie mpaka umeangalia movie. Hii ni sehemu ya kwanza na inaendelea. Kuwa nasi, usisahau kusubscribe kwa channel yetu kuweza kupata vigongo kama hivi.